Sasa kuna utofauti gani kwamba haya magumu ama changamoto tunazopitia wakati fulani, yule mtazamaji wetu pale ambaye anapitia magumu, anapitia yanayoweza kumkaribisha kupata hata depression yenyewe, ni vipi kwamba tuamini kwamba haya tunaoyapitia pengine ndo adhabu yetu, alafu huko tutakapokwenda kukutana na Mwenyezi Mungu kwamba hatutakuwa na kingine kigumu cha kukitumikia? Uislamu unatufundisha nini hapo? Kimsingi ni kwamba mtazamaji unanisikiliza, ni kwamba ipo hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema idha ahabba Allahu abdan ibtala, Mwenyezi Mungu akikupenda anakupa mtihani. Okay. Mwenyezi Mungu akikupenda anakupa mtihani. Haina maana ukiwa unapitia hizi changamoto kwamba ndio adhabu yako, hapana. Wakati Mtume Uislamu unaanza pale Maka, ilifika mahala wakati anaeneza Uislamu palikuwa na mateso makubwa sana wale ambao walianza kumfuata Mtume. Ikafika mahala kuna mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Sumaya, alichanwa vipande viwili, mguu wake mmoja ulifungwa farasi na mguu wake wa kulia ukafungwa farasi na wa kushoto ukafungwa farasi, alafu farasi wala wakatawanyishwa mashariki na magharibi. Yule mama akachanika vipande viwili. Baadhi ya watu wakawa wanashuhudia, wakamfuata Mtume wakamuuliza, mata nasrullah, msaada wa Mungu utakuja lini? Mbona mateso yanakuwa makali kiasi hiki? Mtume akawaambia, ala inna nasrallahi qarib, msaada wa Mungu upo karibuni. Mahlan mahlan ya ala Yasir, fa inna maw'idukum aljanna, kuweni na subra, kuweni, ahadi yetu sisi na Mungu ni kuipata pepo. Kwa hiyo haina maana kupitia changamoto ndio kwa maana adhabu yako hapa duniani. Kwa hiyo ukienda kule kwa Mungu hakuna adhabu, haina maana hiyo. Ukimwona Mwenyezi Mungu amekupa mtihani wa maradhi, pengine unaumwa sukari ruta, pengine unaumwa kensa, pengine una pressure inakusumbua, pengine una ugonjwa fulani ambao unahisi ni mkubwa sana, ukadhani Mwenyezi Mungu pengine anakuletea adhabu, anakutesa. Hapana.